Yes, again niko hapa pia na aunti wa bibi harusi mtarajiwa. Huenda ungependa kufahamu anaitwa nani? Tafadhali watu wa kufahamu anaitwa nani kwenye haya maandalizi yetu ya sherehe yetu nzuri. Hivi karibu tunaenda kuliamsha. Karibu sana. Kwa majina naitwa Agnes, ni aunti wa bibi harusi. Wow. Huyu ni Agnes na ni aunti wa bibi harusi. Okay, kama shangazi au aunti, umejipangaje kwenye shughuli yetu ya mrembo huyu ambaye hivi karibuni watu wote wataenda kumuona soon? Nimejipanga vizuri, natarajia sherehe itakuwa nzuri pia. Yeah, unatarajia sherehe itakuwa nzuri. Wewe ni aunti. Kama aunti umemwasa yapi binti yetu huyu? Maana aunti ni mtu mkubwa kweli kwenye familia. Okay, nimemwasa vizuri sababu mimi pia ni aunti yake. Kwa nimemwasa vizuri tu vya kutosha na natumaini hata niangusha. Hata kuangusha. Yes. Kwa nini? Ananisikiliza. Anakusikiliza. Ananiheshimu pia na ananitii. Wow. Aunti anasema mrembo wetu mtarajiwa anamtii, anamsikiliza, anamheshimu, hivyo waliomuasa ataenda kuyafanyia kazi. Labda nikuulize swali moja kwa sababu ni aunti umebeba cheo kikubwa. This time tunaona kuna ndoa zinakuwa na changamoto. Unahisi nini tatizo? Changamoto siwezi kuzungumzia kwa sababu sijaingia huko. Ndio. Yes. Lakini umekuwa unaona ndoa za rafiki zako, za ndugu zako zinakuwa zina challenge nyingi. Unahisi nini main causative? Nahisi upendo ukipotea. Upendo ukipotea. Yeah. Hey, sikiliza, tunaambiwa kwamba tatizo la ndoa kuwa na changamoto ni upendo ukipotea. Upendo unapoteaje? Na wakati mnaoana mkiwa mna full huo upendo, mna package kubwa ya upendo. Kwa nini upendo unashuka? Upendo unapotea pale endapo kunakuwa hakuna uaminifu baina ya mwanaume na mwanamke. Mmoja akishapunguza uaminifu kwa mwenzie, lazima upendo utapungua. Okay, jukumu la uaminifu ni la nani? Labda mtazamaji asikie tukiandaa ndoa hii mpya hivi karibuni. Mwanamke anatakiwa kuwa mwaminifu zaidi. Kwa nini? Yeye ndio mama wa familia, anatakiwa kujenga. Aunti oe. Aunti ametuambia kwamba mwanamke ndio anapaswa kuwa mwaminifu zaidi, ndio mjenzi wa ndoa. Okay, tumekuwa tunaona pia upendo hasa kwa mwanamke unavyosema unashuka kupita maelezo. Na hasa muda mwingine ni pale ambapo let's say kwenye nyumba au kwenye familia uchumi unapokuwa umeshuka, unapokuwa hawa uko vizuri. Ni nini kitu ambacho kipi unachomshauri huyu binti yetu akielekea huko? Kuna wakati wenda uchumi anaweza wakaanza vizuri lakini huko mbele ukapungua au ukaisha kabisa. Umemwandaa katika hilo pia? Yeah, nimemwandaa na imani atalifanyia kazi kwa sababu swala la uchumi lipo na litakuwepo. Utapata na utakosa. Kwa hiyo pale uchumi utakaposhuka anatakiwa kumvumilia na pia kumheshimu mume wake. Nina imani akimheshimu na kumuombea uchumi utapatikana. Wow, ametuambia akimwombea, akimheshimu uchumi utakuwa very haya. Okay, asante. Kwa kuwa tuna sherehe yetu tarehe 26 mwezi huu wa 5, basi nawe pia wakaribishe wageni walikwa kwenye shughuli yetu au kwenye jambo letu hivi karibuni tunaenda kulifikia. Asante. Ninawakaribisha sana tarehe 26 tutakuwa Anglican. Karibuni sana wageni wetu, tutawapokea na tutawakarimu pia. Karibuni sana. Anyway, twenzetu.